pia atakulinda. So when you have a strong altar with God, you will seek his guidance and his good protection. Amen. Third point, to dedicate our lives and families to him. When you have an altar with God, uko na haki ya kwenda mbele za Mungu. Kama ni huyu mtoto anakusumbua, umwambie Mungu, niliweka haya madhabahu kwa sababu ya huyu mtoto, naona sahihi ananisumbua. Nikimwambia haamiliki, naomba ukaweze kufanya nini kuinuka na ukaweze kumuongoza, and God will hear your prayer. When your life is at a stake and you cannot move anymore, it reaches a point umeisha, hakuna yule unaweza ambia. Hata the strongest person huwezi mwelezea. Your spiritual father huwezi mwelezea. It is now you and your God. You will go to remind God, God, I did this, and now it is my time with you. Usiniache nifanye nini? Niaibike. And God will hear you na atafanya nini? Atakuongoza. Amen? Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. We have stones of spiritual altar. Stones of spiritual altar. We have prayer, worship, reading God's word, obedience, faith and repentance, sacrifices and offerings. For a person, you should have a specific place. Yenye unajua hata kama si hapa kanisani, nikienda hii mahali nikiomba, Mungu atafanya nini? Atanisikia. Even Jesus himself akiwa na wanafunzi wake, ilikuwa inafika wakati anahitaji maombi, alikuwa anaji-isolate. Anatoka kwenye wako, anaenda a different place kufanya nini? Kuomba. This is found in Luke chapter 5 verse 16. Luke chapter 5 verse 16. Amen. Nani amepata? Praise God. Praise God. Amen. Read Luke chapter 5 verse 16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Mungu alikuwa anajitoa akijipeleka pahali ambapo yuko peke yake ili afanye nini? Aombe. So you yourself, you should have that specific place. Unajua kwamba nikiwa hapa kwa watu, Mungu atanitendea. You have your place. Mimi nikitoka kwa nyumba kuna place. Ni place pa takataka, but huwa naona kijana mmoja hapo. Asubuhi nikitoka na jioni nikifanya nini? Nikirudi. But the normal days weekend huwa napita mchana ndo nimuone, but huwa simuoni. So there was a day nilienda kumuuliza. Na he told me this is my place and this is an altar with him na Mungu. So every morning before aende kazi anaenda hapo afanye nini? Aombe. Jioni akitoka kazi anarudia hapo afanye nini? Aombe. Naenda wapi? Kwa nyumba. So you yourself, you should have that place. Hata kama ni kwa nyumba, a specific corner of you and your God. And that place is dedicated for you and your God. You go to that place, you kneel, you pray to your God, and your prayers and the desires of your life zinafanya nini? Zinakuwa shaped through your prayers. Amen? Amen. Amen? Amen. An altar requires sacrifices. A spiritual altar is not
obedience and your actions. The love that you have to your neighbor or to anyone that is around you. That one is a strong altar to God. Amen? Amen? Amen. So ukitoka ama ukiwa karibu na watu ama ukizungukwa na watu, you should have that strong love to the people. Hata kuwa mtoto. Mostly this affects to parents ama wasichana ambao wanataka kufanya nini kupata watoto. You want a child, lakini mtoto mwingine hata akiongea mate ikurukie, unataka kumchapa. That is not love. Ama you want this thing and you cannot do the same thing to a neighbor. That one hata uombe ndio nikupigia Mungu kelele. Amen. Amen. You should first do whatever is good to the person that is next to you. Hata kwa nakaje, hata fanye nini, you should do good to them so that God will bless you through them. A church of God are an altar that you go to pray to God. That is our pastor. Maybe unaweza amua tu mimi kazi yangu ni kumnunulianga tu pastor suit. Ama our mom ni kumnunulianga tu dress. That is an altar between you and God. Siku ya pastor chava suit imeraruka, unajiuliza, why is my altar being weak? Altar kila saa inafaa kutiliwa nini? Mafuta. Kitambaa kama ni chache au uliamua wewe ununua kitambaa na inaanza kuraruka, you remind yourself, my altar is becoming weak, so you have to do what? To renew. Amen? Amen. Kama wewe kazi yako ni kumofu kanisa ifai kufanya kukua nini? Chafu. Kama ni kuimba sing, imbia Mungu wako. That is an altar between you and God. Do you know some more of praises na kuomba kwingi na kudraw near to God. Alafu blessings nyingi zinakuja with whatever you do wholeheartedly. Sio tu eti unakuja tu bora uonekane. Wewe mwenyewe ukitoka kwa nyumba, are you willing to serve God? Unajiuliza kwa sasa nimeamka niko mnyonge lakini wacha tu niende tu wanione tu. If you have that heart, hata usikuje. Jitolee na mwili wako wote. Na ukikuja hapo ukifa hapa mbele